Wakawa kwanza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye ndio kitu wananisimulia, mmoja anaeleza jinsi ambavyo alikuwa hajauza kwenye duka zaidi ya mwezi. Wenzake wanauza, yeye hauzi kitu. Anafungua mlango, jioni anafunga, hajauza kitu. Sasa sikia. Sahila amekaribishwa, kesho yake alikuwa anajiandaa kwenda kutafuta msaada kwenye miungu mingine kwa ajili ya biashara yake. Kwa nini anasema? Kwa sababu kila asubuhi nikifika pale nakuta senti ziko pale mlangoni, nakuta damu za ndege za nini. Tasangalia tulipofanya sala ya kumkaribisha Yesu kwenye boti yake, kiu yote ya kwenda kutafuta msaada kule kafa. Unasema kwa nini? Kwa sababu nilizungumza nao, badala ya kutafuta damu nyingine ikusaidie kwenye biashara, tafuta damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Kwa usigombane nao sana. Ukiona wanatafuta damu nyingine, hawako mbali na ukweli. Ni ile tu aina ya damu wanayoitafuta ndio tofauti, lakini natakiwa damu iwasaidie kwenye uchumi. Na iko damu ya Yesu ambayo pale msalabani alichukua udhaifu wetu, alichukua umaskini wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni damu ya agano iliyo bora zaidi, imeahidiwa katika ahadi zilizo bora zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza kusema mbona mimi nakabidhi lakini hakuna matokeo? Kesho nitakueleza maana yake nini. Lakini nataka tuombe leo. Wangapi hapa ambao wanasema mimi sikujuaga hiki, tunataka kukabidhi biashara yangu na kazi yangu mikononi mwa Bwana? Nyosha mkono. Jesus. Okay. Funika macho. Wewe ni Mungu. Hatuna Mungu mwingine wa kufananishwa na wewe. Wa kufananishwa na wewe. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Bwana, niliuliza na wangapi ambao wanataka kukabidhi shughuli zao, boti zao zinazowapa kipato katika maisha yao, na wakanyosha wengi. Asante kwa kusema nao kama ulivyosema na Petro. Asante kwa sababu wewe ni Bwana uliye hai. Mkono wako, asante Bwana, ambao uligusa boti ya Petro na ukagusa na moyo wake pia, ukagusa na utumishi wake pia. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa ajili ya msalaba wako. Asante kwa ajili ya neema hiyo. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hata wale ambao wanasema Mungu, nimeshaomba, ninaona kama vile ninakusumbua, rapa korobosiki. Mungu, hatuchoki kuja kwenye msalaba wako. Maandiko yametuambia, yametupasa kukuomba wewe siku zote, wala tusikate tamaa. Katika jina la Yesu, unapogusa Bwana uchumi wao, gusa pia na roho zao, ili ziweze kutunza hayo mabadiliko katika maisha yao na katika uchumi wao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa sababu ya uaminifu wako. Maana wanaweza wakapona kiuchumi, lakini wakashindwa kupona katika roho zao. Watashindwa namna ya kutunza Bwana maelekezo yako ndani ya kutembea kwenye huo uchumi. Wape neema Bwana katika jina la Yesu. Wale hawajapata Bwana neema ya kukupokea wewe, Mungu, katika jina la Yesu, wanapofungua kwenye boti yao, wafungue na mioyo yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa na heshima ni za kwako, kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka tuombe maombi yote mawili kwa sababu ya muda. Kwa wale ambao wanataka kukabidhi shughuli zao kwa Bwana, yani boti yako kwa Bwana, nyosha mkono wako. Jesus. Inawezekana hujaokoka na unataka kukabidhi maisha yako, moyo wako kwa Bwana. Songa hapo mbele ili kupe nafasi ya kwanza kabla sijakaribisha na wengine. Unajua hujaokoka au ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma, njoo
ili nitakapokuwa ninaita wengine wao kae nafasi ya mbele. Adamu alipopigwa kwenye fikra, alipigwa maisha yake, alipigwa na utumishi wake kwa Mungu, alipigwa na uchumi wake. Karabasha, njoko Bwana, usiogope. Nilipokuwa ninaokoka mimi, biashara nilizokuwa nafanya hazikuwa halali. Pamoja na kwamba nilikuwa na kazi niliyokuwa nafanya, nimeajiriwa tu, kazi haikuwa na mshahara wa kutosha. Mshahara wangu ulikuwa chini ya shilingi 2,000 kwa mwezi. Nikaanza kufanya biashara za magendo miaka ya 80. Katikati ya hizo biashara Yesu akanikuta, nikaamua kuokoka. Akaniambia, utaacha na hizo biashara, nitakupa utaratibu mwingine wa kuongeza kipato chako. Rafiki zangu wale ambao tulikuwa tunafanya nao biashara za magendo wakanitembelea nyumbani siku moja, wakiwa wanatafuta twende, kwa sababu sasa mimi ndio angalau nilikuwa msomi katikati yao, ndio nilikuwa mshika mkoba. Kwa hiyo walikuwa wanataka twende kwenye biashara za magendo. Kwa hiyo nikaambia siwezi kwenda sasa kwa sababu nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yule kiongozi wao akanitazama usoni, alafu akaniambia, utakufa maskini wewe. Utakufa maskini. Utakufa maskini. Umechagua kitu gani hicho? Alikuwa anapambana na wazo lililoingia ndani yangu ili niliache. Ndio maana Biblia inasema tukiteka nyara kila fikra, tusije tukauacha unyofu katika Kristo. Niliwaambia sijajua kitu Mungu atakachofanya kubadilisha picha yangu, lakini najua atabadilisha. Sijui atatumia mfumo gani, nilikuwa sijui hata namna ya kufuatilia wala hata kuomba. Ninachojua tu Mungu ameniambia acha hivi, nitakusaidia. Kwa vitu ninavyokuambia ni vitu ambavyo tumepita navyo, tumeona. Wakaondoka, wakaniacha, nikaendelea na maisha ya kwangu. Hayakuwa maisha mepesi, lakini ndiyo yalitufanya tuanze kutafuta msaada wa Mungu. Kwa sababu nilimuuliza Mungu swali moja gumu. Nikamwambia haiwezekani, nilipokuwa kwa shetani niwe na pesa nyingi, nimekuja kwako haziko. Haiwezekani. Ninapokuwa kwa shetani mifumo inanifungukia, tunachukua pale, kiwe ni halali sio halali na beba tu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, inakuwa kwaje? Umenifanya mtoto wako, ni mrithi pamoja na Kristo katika utajiri usiopimika. Mbona sina? Nilimuuliza hayo maswali. Nilisema naye maneno magumu. Hakikuwa kitu chepesi, kwa sababu saa hiyo wadogo zetu tulikuwa tunawasomesha wote wamerudi shule, hatuna hela ya kuwasomesha. Zaburi ya 23 ilikuwa ngumu sana kuitamka. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nilikuwa sina chumvi, sina kitu. Ikifika Zaburi ya 23 nilikuwa naruka, kwa sababu ilikuwa inakataa. Ninaona kilichoandikwa na nilivyo havifanani. Sikujua namna ya kuconnect kilichoandikwa na mimi, sikujua. Na kueleza ili uweze kujua kwamba Yesu anaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa kama unataka kutoa maisha yako kwa Yesu, njoo. Lakini pia kama umeshatoa maisha yako kwa Yesu tayari, lakini sasa unataka kukabidhi boti yako, sogea mbele pia. Kama unataka kusogea mbele, ukiwa hapo pia tunaweza tukaomba, lakini najua sawasawa na imani yako unapokea. Fuata maneno haya, yachukua kuwa ni ya kwako. Sema, Mungu Baba, Mungu Baba, nimekuja mbele zako,
Nakushukuru wewe kwa ajili ya neema yako ya pale msalabani ambayo imekuwa msaada katika maisha yangu na kunifungulia macho ya kunipa uhalali kutoka kwa Mungu Baba kuja kwenye msalaba kupata msaada wa kuondolewa chochote kile ambacho hukupanga kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa kufa msalabani kwa ajili yangu. Mungu, ninatubu kwako dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Naomba unirehemu, naomba unisamehe katika jina la Yesu. Nimefungua moyo wangu na kukaribisha sasa. Ingia ndani yangu, uwe mwokozi wangu, uwe kiongozi wangu, uwe Bwana kwangu katika jina la Yesu. Nimefungua moyo wangu, nguvu zako za roho wa uzima wa milele uingie ndani yangu na kubadilisha roho yangu na maisha yangu yote kuanzia sasa na siku zote katika jina la Yesu. Ninakuja kwako katika jina la Yesu na boti yangu na kila kitu ambacho umenipa kama chanzo cha kipato changu katika jina la Yesu. Naomba unisamehe kwa namna yoyote ambapo nilifanya nje ya neno lako, nje ya maelekezo yako. Naomba unirehemu, naomba unisamehe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaweka wakfu mikononi mwako hiyo boti yangu, hicho chombo ambacho umenipa kama chanzo cha kipato changu katika jina la Yesu. Naweka mikononi mwako, nakiondoa mikononi mwa shetani na mifumo ya giza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya agano jipya, damu ya agano jipya, damu ya agano jipya katika jina la Yesu. Wewe Bwana uwe pamoja nami katika biashara hii. Tumia boti hii kwa utukufu wako katika jina la Yesu, na baraka zako ziwe pamoja nami. Maelekezo yale uliyomwambia Petro, ninaomba na mimi unifungulie masikio yangu ya ndani, nisikie maelekezo yatakao nisaidia ili nipate samaki, nipate msaada kwa ajili ya utumishi ulioweka ndani yangu, kwa ajili ya kipato, kwa ajili ya maisha yangu ya kila siku katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninapokea msaada toka kwako katika roho yangu na katika nafsi yangu na katika mwili wangu na katika uchumi wangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nyanyua mikono yako juu. Maraba shakurubosiki. What a day. 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 Petro hata sahau siku ile. Hata sahau. Ilibadilisha maisha yake jumla. Na sisi hatutasahau siku ya leo. Hatutasahau kabisa. Ni neema iliyoje. Paulo anatuambia tunaijua neema ya Bwana. Hatujaijua bado. Tufungulie macho yetu ya ndani. Mahusiano ulio nayo katika msalaba na kitu ulichoficha pale kwenye msalaba, uliposulubiwa ukakiweka wazi. Ndio maana mwili wako ulipasuliwa, damu ikatoka, ili kuweka wazi upendo wa Mungu juu yetu katika kila eneo, kuturudisha kwenye kusudi lake alilotumbia na kutuleta duniani. Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru mno. Asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako hao. Bwana, asante kwa sababu umepokea maombi tuliyoomba. Umepokea maombi ya watoto wako na watumishi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umepokea roho zao Bwana, umepokea nafsi zao na miili yao, umepokea na maeneo ya uchumi wao, wakaone mkono wako na mabadiliko Bwana, ambayo ni wewe peke yako unaweza kupita na kubadilisha. Mahali ambapo walikuwa wapati wateja, waanze kupata wateja wakuja kununua vitu vyao sawa sawa na uhalali ulioweka katika Biblia.